Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Michael Peter Lute, niko Serengeti, mkoa wa Mara. Niko hapa kwenye studio ya Paulo Mteule. Inafuraha sana siku ya leo Jumatatu njema kabisa. Naamini uko vizuri mahali unatazama. Niko na ujumbe mzuri sana kwa siku ya leo. Nimekuletea ujumbe wa thamani ya wazee. Nataka tushirikishane hapa kwa habari ya thamani ya wazee. Tuone Mungu anasema nini kwa habari ya wazee. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mtume ule mlango wa 2 na mstari wa 17 unaeleza, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. Mungu ametaja makundi matatu hapa. Kundi la kwanza ni kundi la vijana, wao ni watu wa maono. Kundi la pili ni kundi la wazee, kwamba wazee nao hawakusahaulika. Kadri Roho Mtakatifu ameshuka, wao wataota ndoto. Kwa hiyo napenda leo nizungumze habari ya thamani yao hawa wazee. Watu wengi sana wanapenda kuzungumza makundi ya vijana, makundi ya wamama, makundi ya watoto, lakini mimi acha nianze na kundi hili la wazee, kwamba ni watu wa muhimu na thamani yao ni kubwa sana. Ukiangalia kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 na ule mstari wa 16, tunaona Biblia sema kwamba Mungu anamwagiza Musa kwenye harakati za wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Mungu anamwambia Musa hivi, enenda ukawakusanye wazee wa Israeli pamoja, ukawaambie, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenitokea akaniambia, hakika nimeyasikia, nimewaajilieni tena, nimeyaona mnaotendewa huko Misri. Kwa nini Mungu alitaja kundi hili la wazee kwa mara ya kwanza kwa Musa, kwamba akakusanya kundi la wazee aongee nao? Kwa sababu anajua thamani ya wazee. Wazee wa Kigoma, hiyo safari haipo. Taifa bila wazee linakosa washauri. Kwa hiyo ndio maana Mungu alimwambia Musa, nenda kazungumze na wazee. Wazee wakikubali na watapeleka habari sahihi au taarifa sahihi kwenye familia, na watasikilizwa kwa sababu ni wazee wa kuheshimika. Kwa hiyo wazee tuwaheshimu sana. Makanisa yote walipo wazee, naomba waheshimiwe kabisa, kwa sababu ni watu wa muhimu. Jambo lolote likitokea, wazee huwa wanaenda wanaliweka sawa, na kama amani imekosekana, amani inarudi. Wakati Rais Nyerere anatafuta uhuru wa Tanganyika, alizungumza sana na wazee, hakwenda kwa vijana, na ndipo alifanikiwa kwenye hatua za ukombozi wa nchi yetu ya Tanganyika bila kumwaga damu. Kwa hiyo tukiwa na wazee makanisani, ni watu wa muhimu. Ndio maana Mungu amewataja wa kwanza kwenye kitabu cha Kutoka, lakini kwenye Matendo ya Mitume umetajwa kama kundi la pili. Naomba tuendelee kusikiliza habari hizi ili tuone hoja ya Musa kwa Farao kuhusu wazee. Kutoka sura ile ya 10 na ule mstari wa 9. Kutoka sura ya 10 na ule mstari wa 9 unasema nini? Kutoka 10 mstari wa 9. Musa akamwambia, Musa akamjibu, tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu
na wana wetu na binti zetu, tutakwenda na kondoo zetu na ng'ombe zetu, kwa kuwa imetupasa kumfanyia Bwana sikukuu. Kwa hiyo ndugu mtumishi wa Bwana, msikilizaji unanitazama, hoja ya Musa kwa Farao, maana Farao aliweka kigingi kwamba nendeni ninyi peke yenu, acheni wazee. Lakini Musa alijua thamani ya wazee. Tukifika njiani tutamfanyia Bwana sherehe. Hatuwezi tukafanya sherehe tukiwa vijana peke yetu, tukiwa na watoto tu. Maana Musa aliwaambia acheni wazee, acheni watoto. Musa akasema hatutaacha mpaka na ng'ombe zetu na binti, wazee, vijana, makundi yote tutakwenda nayo. Kwa hiyo makundi haya yakiomo kanisani yanasaidia sana, kwa sababu ni makundi ya muhimu, hasa wazee. Musa hakutaka kabisa awaache wazee Misri. Tuwatangulize wazee makanisani na kwenye taasisi mbalimbali. Ni watu wa muhimu sana, tusiwadharau. Mara nyingine watu wanasema kwamba wazee wamepitwa na wakati. Nikwambie ndugu yangu mpendwa, wazee hawajapitwa na wakati. Wazee wako kwenye nyakati zote, nyakati ambazo wewe hukuwepo, wazee walikuwepo. Kwa hiyo tuwatangulize na kuwapa heshima kubwa, kwa sababu ndio kundi la kwanza kutajwa na Mungu kwa habari ya Musa kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Kwa hiyo wazee wangegoma, hiyo safari isingewezekana. Lakini wazee, kwa sababu walielezwa, wakafafanuliwa na wakakubali kwenda kupeleka taarifa njema za kutoka kwa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kwenda nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi. Kwa hiyo kipengele kinachofuata hapa, tuone Mungu anasemaje juu ya wazee wa Musa. Hili kundi Mungu aliendelea kulitumia sana wakati Musa yuko safarini kuelekea nchi ya Kanaani. Mungu hakuwasahau wazee. Mara nyingine wazee wanajidharau wenyewe kwamba sisi tumeshastaafu. Kwa Mungu hakuna kustaafu. Mungu anawatumia wazee, na tena anawatumia kwa kiwango kizuri sana. Tuone hapa kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 11 na ule mstari wa 16, unasema, kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli ambao wewe unawajua kuwa ndio wazee wa watu hao, na maakida juu yao, ukawalete hapa hemani, hema ya kukutania, wasimame huko pamoja na wewe. Kwa hiyo wakati wanaendelea na safari wana wa Israeli, Mungu alisikia fahari sana Musa azungukwe na wazee, na Mungu anashuka wakati Musa yuko na wazee. Hakupenda Musa atembee peke yake akiwa hemani. Kwa hiyo alitamani sana wazee wamzunguke. Kuna utukufu mkubwa sana tunapozungukwa na wazee kwenye makanisa. Mimi huwa nafurahi sana kuona wazee wapo kanisani, huwa naweka mstari wa mbele, wakae viti vya mbele, waheshimike. Hata kule jangwani Mungu aliona umuhimu wa hao wazee, ndio maana akamwambia nitafutie wazee wa kutosha, watu 70, sio haba. Kwa hiyo hawa watu 70 wanakuwa wanamzunguka Musa na Mungu anashuka. Sasa tuone wakati wazee 70 hawa wanamzunguka Musa, Mungu alishukaje kwa hawa wazee 70? Alifanyaje? Hesabu 11:25. Tuone hapa inasemaje. Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu. Unaona, wakati wazee wako pale na Musa yuko pale, mkutano umejitenga kidogo, wote wako hemani. Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye, akatoa sehemu ya roho iliyo juu yake. Musa akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa hiyo roho iliyowashukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Kwa hiyo kumbe wazee hawa Mungu aliamua kuwapa upako uliokuwa ndani ya Musa, akaumega, alafu akawapa na wao wale wazee 70 wakaingiwa na roho njema ya Mungu, wakatabiri. Kwa hiyo Mungu hakutaka wazee waongoze taifa, wamshauri Musa kwa hekima tu ya kawaida. Aliwashirikisha na roho
ya Bwana. Musa alikuwa na upako mkubwa, mpaka Mungu anaumega kwa watu 70, sio haba. Kwa hiyo wakatabiri, na ili wanapokusanyika kwenye ile hema ya kukutania kusiweko na vipingamizi, kuweko na uwepesi wa utukufu wa Mungu ushuka ndani ya hema, kwa sababu wazee nao wamejaa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tuone kipengele kingine hapa kinasema, je, wazee wanaweza kufundishika? Tungekuwa tunatazamana na kuhojiana, tungeulizana maswali haya. Je, wazee wanaweza wakafundishika? Tuangalie majibu kwenye kitabu chetu kizuri cha Biblia, Zaburi, tuone kwamba Biblia inasemaje kwa habari ya wazee. Hili swali ni la muhimu sana, kwamba wazee wanaweza ukawafundisha wakakuelewa, wakafundishika. Tuone mwandishi wa Zaburi anazungumza nini kwa habari ya jambo hilo, maana watu wengi wanajaribu kuwabeza wazee kwamba hawezi kufundishika. Tuone katika Zaburi ya 105 na ule mstari 105 ule mstari wa 22. 105 Zaburi mstari wa 22 unasema, awafunge Mesheki wake kama apendavyo, na kuwafundisha wazee wake hekima. Kumbe hawa wazee wanafundishika. Ndio maana nimesema kwamba wazee hawajapitwa na wakati, wanaweza wakafundishika na wakapewa ufahamu pamoja na wakapewa hekima nzuri tu. Kwa hiyo kumbe wazee ni wa muhimu, tusiwadharau. Ikiwezekana tuwe na makongamano makongamano ya wazee, tuwakusanye wazee kwa ajili wale wazee waliookoka, wazee waliojazwa Roho Mtakatifu. Tutavuna vitu vingi sana, sababu kwanza wao wana ndoto kama tulivyoangalia kitabu cha Matendo, lakini pia kumbe wanaweza wakafundishika. Watu wengi wanasema kama ukiwa na mzee huwezi kumfundisha. Hapana, neno la Mungu limethibitisha kwenye Zaburi 105:22 ya kwamba wafunge Meshaki wake kama apendavyo, na kuwafundisha wazee wake hekima. Kwa hiyo wazee, wewe ni kama mchungaji, mwalimu, usikate tamaa kwa habari ya kufundisha wazee. Kaa nao, wana vitu vya maana sana ambavyo wanaweza kukusaidia, na pia wanaweza ukawarithisha hekima na maarifa kabisa. Swali lingine, una uwezo, unaweza kuwa na ufahamu kuwazidi wazee? Swali moja zuri sana. Wewe unaweza kuwa na ufahamu kuwazidi wazee? Hilo ni swali la kujiuliza. Kama wazee wanafundishika kule, je, wewe unaweza kuwa na ufahamu wa kuwazidi? Zaburi 119 mstari wa 100 unasema, ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Mwandishi wa Zaburi hapa anasema wazi kwamba yeye ana ufahamu mkubwa kuwazidi wazee. Kama yeye ni mwalimu wa wazee, kwa hiyo anaweza akawazidi wazee. Lakini kwa sababu gani? Kwa kuwa ameyashika mausia ya Bwana. Kwa hiyo mtu yoyote yule akiyashika mausia ya Bwana anaweza kuwa na ufahamu wa kuwazidi wazee. Lakini pamoja na kuwa na ufahamu wa kuwazidi wazee, heshima yao bado iko pale pale. Kwa hiyo tuangalie tena kipengele kingine hapa, kinasema uzuri wa wazee. Tuone uzuri wa wazee kama Biblia inavyowataja hapa kwenye Mithali 20. Mithali 20 ule mstari wa 29. Mithali 20:29 nasema, fahari ya kijana ni nguvu zao, na uzuri wa wazee ni kichwa chenye umvi. Kumbe uzuri wa wazee na ni kichwa chenye umvi. Fahari ya vijana wanajivunia nguvu, lakini fahari ya wazee tunaweza kusema kwamba ni kichwa chenye umvi. Watu wengi wanaogopa, kiona mzee ameota umvi anaanza kuweka mapiku. Hakuna sababu, wewe umebarikiwa na umvi. Huo ndio uzuri wa wazee. Wazee wakiwepo kanisani wenye umvi, kwanza watoto na vijana wanakuwa na utisho fulani, maana wanajua kwamba mzee hapa akisimama mimi siwezi kukohoa. Kwa hiyo tuwaheshimu wazee
na tukiona wana umri ndio tuwape heshima zaidi, ndio uzuri wao. Mzee ambaye hana umri sidhani kama ana uzuri, maana maandiko yamesema kwamba hapo mzee mwenye umri ndio anaye ni mzee ambaye ana fahari na pia ni uzuri wa mzee. Sasa mwishoni kabisa nataka nimalizie somo hili la thamani ya wazee kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 2 na ule mstari wa 36. Luka, tuone hapa nabii mzee kwenye maandiko yetu matakatifu. Nabii mzee alifanyaje? Luka sura ya 2 32, tuone hapa inasemaje. 36. Sura ya 2 Luka, ngoja nifike hapa kidogo. Luka 2:36. Luka 2:36 inasema hivi, tuone nabii mzee. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume wake miaka 7 baada ya wanawali wake. Naye ni mjane wa miaka 34, haondoki katika hekalu ila huabudu usiku na mchana na kufunga na kuomba. Huyo alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakitarajia ukombozi katika Israeli akawatolea habari zake. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa tunaona nabii mke na pia ni nabii mzee, mtu wa miaka 80 na zaidi. Wakati Yesu amepelekwa hekaluni wa siku ya kwanza kabisa, kulikuwa na viongozi, makuhani, Walawi na watumishi wote wa kanisa, lakini hakuna mtu aliyemsema vizuri Yesu Kristo. Hakuna watu waliotoa tafsiri kwa habari huyu ni Mwokozi, isipokuwa nabii mzee kabisa wa miaka 80 na zaidi. Mtu mwenye miaka 80 na zaidi kwa leo ni mtu ambaye hatoki, hawezi hata kutembea. Lakini huyu mama aliondoka, akasimama madhabahuni, akatoa tafsiri kwamba huyu ndiyo Mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo aliamka akiongozwa na Roho Mtakatifu, akamwambia, sikilizeni, huyu ni nabii na ni Mwokozi wetu wa ulimwengu. Kwa hiyo aliyetoa tafsiri hiyo ni mzee wa miaka ya kutosha. Vijana hawakumuelewa Yesu. Watumishi waliokuwepo siku hiyo hawakujua kwamba huyu ni Mwokozi, lakini tafsiri ilitolewa na mzee kabisa. Kwa tujitahidi sana kuheshimu wazee na kuwaombea pia, ili Mungu awape ndoto njema, wasaidie vizazi na kurithisha yale maono yao au zile ndoto zao kwa kizazi walicho nacho. Nikutakie baraka za Bwana na Mungu wa mbinguni akubariki. Naitwa mchungaji Michael Peter Lute. Ninathamini sana wazee na naamini kabisa umebarikiwa na umejua umuhimu wa thamani ya wazee. Tokea mwanzo tumeona wametajwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa mwanzoni kabisa mwa safari ya Israeli pia Mungu akamwambia Musa wakusanye wazee. Tunaona anafanya mawasiliano mazuri, anatoa roho ya Musa anaipeleka kwa wazee wale 70. Kwa hiyo wazee wakawa na utukufu mzuri. Kwa kweli kundi lolote likikosa wazee inakuwa halina utukufu wa Mungu. Tuwaheshimu wazee, na mwishoni hapa tunaona kwamba Yesu Kristo anatolewa taarifa sahihi na nabii mzee wa miaka ya kutosha. Wazee wakiwepo kanisani kwenu, naomba uwaheshimu sana na upate muda wa kuombea. Mpaka hapa nimefika mwisho wa somo hili la leo, lakini pia tutajadiliana siku nyingine kwa habari ya vijana na maono yao, na pia kwa habari ya wanawake.